kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi. Hata walipokosa nafasi ya kumwingiza ndani kwa ajili ya umati wa watu, walipanda juu ya dari, panda juu ya ghorofa ama juu ya nyumba, wakampisha katika matofali ya juu. Yaani wakaondoa matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Wakamshusha yeye na kitanda yake mbele katikati ya Yesu. Naye alipoona imani yao, aliwaambia, rafiki. Akawaambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. 21. Fika hapo. Bwana pia sifa. Haleluya. Kuna jambo nasikia kuwaia sana, ya kwamba wakati mwingine na wakati mwingi mtu rafiki wa Mungu, kuna vita hautafaulu bila kung'ang'ana. Leo nakuombea roho ya kung'ang'ana, nakuombea roho ya kung'ang'ana mpaka upate upenyo, uelekeze ama uinue mahitaji yako mahali inapohitaji ifike kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aishiye milele. Haleluya. Neno nasema ya kwamba kulikuwa na watu wengi walikuwa wamemzunguka Yesu akiwa kwenye madhabahu. Wakamzunguka pande hii, umati wa watu ukakuwa umemzingira na ukazuia walio na hitaji wapate nafasi ya kupeleka hitaji lao. Rafiki wa Mungu, kuna watu wanaokuzunguka na mahali hitaji lako lina uwezo wa kutetewa na kuona jibu. Mahali pale kufika ni gharama. Mungu akusaidie kujitolea. Mungu akusaidie kugharimika. Mungu akusaidie kutoka leo, akupatie nguvu, akupatie maarifa na hata akupatie uwezo. Wakang'ang'ana wakiwa na mtu wao, akiwa amelazwa kwenye kitanda, wanatamani kumpeleka kwa Yesu. My Jesus. Na waliokuwa wamzunguka Yesu hakukuwa wamegojeka, hakukuwa na mahitaji wanahitaji, ni kumzungukia tu. Haleluya. Watumie muda wao na kupoteza wakati wakimuuliza maswali. Lakini kuna mtu aliyekuwa na mahitaji ya kubadilishwa maisha yake, anatafuta mbinu la kufika mahali Kristo ako. Rafiki wa Mungu, kile unapohitaji ili ukipokee na kufika mahali utakapokabidhiwa unapohitaji. Oh my God. Bwana akupatie nguvu. Jehova akupatie nguvu. Jehova akukumbuke. Leo Bwana akuonekanie na hata akusaidie ukapate kufika mahali utakapopata jawabu la maisha yako. My Jesus. Hallelujah. Am I talking? Bwana pia sifa. Hallelujah. Hao watu walikuwa na mtu hatembei, haongei, ni mgonjwa. Hallelujah. Wanatafuta mbinu ya kumuingiza kwa Yesu, maana Yesu ndiye aliye na jawabu na jibu la maisha ya ule mtu. My Jesus. Lakini kuna watu waliomzunguka huyu Yesu, wanawasuia walio na mahitaji kufika kwa Yesu. Mtu wa Mungu, kabla ufike kwenye mahitaji yako itakao tatuliwa na kupatikana jawabu la kutosha, kuna vizuizi vingi. Haleluya. Haleluya. Unakuta wakati mwingine hauna fedha, unauza mfuko hauna kitu, na inahitaji ufike nyumba la Bwana, na unahitaji utoe sadaka. Yaani ile fedha inakuwa ni umati wa watu ya kukuzuia kufika kwa Bwana, kupeleka haja ya moyo wako. My God. Mungu wangu na akusaidie na akusimamishe na zaidi yote akutetee. Bwana kutoka leo akayafanye mambo yako kuwa rahisi na akusaidie kufika mahali kunao za jawabu lako. Kutoka siku ya leo Bwana akutengenezee njia na kufika mahali baraka zako ziliopo. Hao watu walikuwa na shida,
wakaelewana, wakasemezana. Watu wamesongamana sana, kumefurika mpaka nje, hakuna mahali pa kuingilia mpaka tufikishe haja zetu kwa Kristo. Wakasemezana, tung'ang'ane. Hebu fikiria na ufikiria sana, watu wanang'ang'ana kuinua mgonjwa akiwa kwenye kitanda, afike juu ya ghorofa, juu ya mabati, wampitishe juu ya mabati, wakuja mahali Kristo wanasikia akiongea, wabomoe matofali, wasitafute mikada tena, wamshushe na mikada pole mpaka afike kwenye miguu ya Yesu. Ndi kibarua, ni kazi. Bwana na apewe sifa. Watu wa Bwana, kila unaohitaji siku ya leo Bwana akakusaidie, akakupatie moyo wa kung'ang'ana mpaka ukafike kilele cha baraka zako leo. Pigieni Bwana makofi. Haleluya, haleluya. Leo ni siku isiyo ya kawaida. Kuna watu wanaokuzuia, kuna mambo mengi yanayokuzuia, kuna mambo mengi yanayokupita mbele, kuna mambo mengi yamekaa mbele yako yakikuzuia kufika mahali baraka zako ziko. Vizuizi vya kila aina vimekaa mbele yako, vilemazi vya kila aina inayokaa mbele yako ikikuzuia kufika mahali baraka yako iko. Maera itako atilia ungekuwa na gari, lakini kuna vizuizi vya kila aina inayokuzuia kufika mahali kilele cha baraka ya gari iko, ili ukitoka pale utoke na gari lako. Maana alipofika pale kwa Yesu, wakamweka pale Yesu, akasema jambo moja, umesamehewa makosa yako, na kutoka leo chukua godoro na kitanda yako uende. Haleluya. Yule mtu akaamuka, akainuka tena, akachukua kitanda na pia na godoro aliyekuwa amelazwa, akaliwekelea kwa mabega. Mungu akusaidie leo kufika pahali unapostahili ufike, ili ubebe mambo yanayokubeba kwa miaka mingi. Ukabebe ili ukaumairaitafo, ukatenganishwe na kile ulichofunganishwa nacho, ukatenganishwe na roho uliofunganishwa ndani yako. Yule mtu alikuwa amefunganishwa na roho ya magonjwa, aliyefika kwa Yesu, Yesu akamtenganisha na yule roho, na kutoka hapo yule roho ukakosa kumbeba. Maana yule roho ulikuwa unambeba, akaanza kuuchukua sasa, ukiwa hauna mamlaka, hauna uwezo, hauna nguvu juu yake tena. Baba yangu wa mbinguni akusaidie sana. Wakati mwingine mtu anabebwa na roho ya umaskini, unamubeba kila wakati, yani analazwa kwenye kitanda la umasikini, maana hana nguvu, hana mamlaka. My Jesus. Oh God. Kutoka leo Bwana akusaidie kubeba ile mashida imekubeba kwa miaka mingi. Kutoka leo kuwe na mabadiliko. Mbadilishane yule roho wa umasikini na uvukana umekubeba kwa miaka mingi. Haleluya. Halo. Kitanda ya magonjwa imembeba kwa muda mrefu, aliyekuwa ameilalia kwa muda mrefu, ikawa ndio merikabu ya kumbeba kwa kila wakati. Siku ikafika, akabeba ile kitanda, yeye mwenyewe akaichukua, yeye mwenyewe akaibeba. Leo Bwana akusaidie. Kuna mambo ulilashwa juu yake na imekubeba kwa muda mrefu. Siku ya leo Mungu mwenye mbingu na anga akakusaidie. Kutoka leo ukaibebe tena sasa, ukainyakue na kuibeba. Haleluya. Uwe na mamlaka, uwe na nguvu ya kubeba mambo imekubeba kwa muda mrefu. Bwana pesifa. Haleluya. Unajua huyo mtu hakukuwa na nguvu wala hakukuwa na mamlaka ya kubeba magonjwa, ila magonjwa ilikuwa inamubeba, anaidalia, inamubeba. Hana uwezo wa kuyachukua
na kuiambia hauna mamlaka tena juu yangu. Lakini wakati aliponena akaona mamlaka, kama vile nakunenea kutoka leo kwa jina la Yesu, pata mamlaka ya kumbeba kiliyokubeba kwa muda mrefu. Haleluya. Pigia Bwana makofi. Halo. Bwana besiba. Mambo yamekumbeba kwa muda mrefu, maana hauna mamlaka juu yake, hauna uwezo wa kuyabeba. Kutoka leo Baba akupatie mamlaka ya kuibeba. Bwana besiba. Unajua mtu anaajiriwa kwa maana hana mamlaka ya kuweza kuajiriana, hana nguvu ya kuajiri mtu, na ndiposa anabebwa na kitanda cha kuajiriwa. Anakaa kwenye ile kitanda kwa maisha yake, maana hana nguvu, hana mamlaka ya kuinuka kwenye ile kitanda. Lakini wakati Mungu anaokutembelea, anakupatia nguvu ya kutembea ama ya kubeba ulicholalia kwa muda mrefu, unakiwekelea kwa mabega. Maana ni ishara ya kwamba kutoka hapo hakina nguvu, hakina mamlaka, hakina uwezo juu yako. Bwana besiba. Yesu akamwambia, sasa hiyo kitanda umelalia kwa muda mrefu, amuka sasa na usimame, na yakasimama. Alo, Yesu akamwambia, sasa nyosha mkono wako ukachukua hiyo kitanda na kukiwekelea kwenye mabega. It is a sign. Bwana besiba. Ya kwamba kutoka hapo na kuendelea, kitanda hakina mamlaka, hakina uwezo, hakina nguvu juu yake tena. Mambo umelalia, mambo yamekubeba kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, kutoka siku ya leo kwa jina la Yesu ukainukie sasa. Ukainuke juu yake. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako sasa. Na utoke na kumbele tuombe. Inuka sasa. Inuka sasa na miguu. Koja na kumbele tuombe. Hecha kutumaini sina ila damu yake, sina ya wema wako tu, dhambi zangu kuzi kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba. Sogena huku watu wa Bwana, sogena huku Bwana besiba. Sogena huku, sogeni kwa ukuta, sogena huku Bwana besiba. Kasongeza na huko mbele kiasi. Bwana besiba. Haleluya. Tunataka sasa kuambia Mungu kutoka leo, yale tumelalia kwa miaka mingi, yale yamekubeba kwa muda mrefu, hauna uwezo wa kujiondoa. Leo Bwana akatende jambo, akakuinue, akakunyanyue, akakuinue, akakunyanyue. My God.